Basi kumbusha, hakika ukumbusho unafaa waumini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sauti ya al-Bushra al-Islamia inawaletea kwenu bayana al-Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Anasomea kwenu moja katika maasar wake kwa Allah. Bayana kwa tarehe 14 Ramadhan 1444 Hijria, sawasawa na tarehe 5 mwezi wa 4 2023, wakati wa saa 6:02 usiku kulingana na takwimu rasmi ya Qura. بيانا كعنوان فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فقد اختارني الله خليفته على العالمين فاتقوا الله ولا تأمنوا مكره واعلموا أن الله بالغ أمره. Basi kumbusha, kwani ukumbusho hufaa waumini. Hakika Mwenyezi Mungu amenichagua mimi kuwa khalifa wake juu ya walimwengu. Basi mcheni Mwenyezi Mungu na wala msijisikie salama kutokana na mbinu yake, na jueni kwamba Mwenyezi Mungu anatekeleza amri yake. Bismillahirrahmanirrahim. Na swala na salam juu ya Muhammad, mtume wa Allah, na manabii wote na mitume kabla yake, na juu ya wale waliowafuata katika wa kwanza na wa mwisho na walio juu mpaka siku ya kiyama. Wapenzi wangu katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu, enyi wafuasi wema waliotangulia, shahr mubarak, mwezi uliobarikiwa, juu yenu na juu yetu pamoja nanyi na Waislamu wote kwa Mola wa walimwengu wote. Enyi Waislamu wapenzi wangu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mnapaswa kujua ujuzi wa hakika kwamba mimi sisemi hadithi za Qur'ani tukufu kutoka kwangu, wala wahi mpya wa Qur'ani, isipokuwa maelezo ya haki ya Qur'ani tukufu. Enyi Waislamu wapenzi wangu katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu, Allah Ta'ala asema: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق الله العظيم. سورة صاد. Lakini Mwenyezi Mungu alimfanya Daud, rehma na amani ziwe juu yake, kuwa khalifa katika miji ya Sham. Lakini nabii wa Mwenyezi Mungu Daud haizunguki Yemen, mji mzuri kwa elimu hata kidogo. Kadhalika mrithi wa ufalme baada yake, nabii wa Mwenyezi Mungu Suleiman, hakuwa na ujuzi wa ufalme wa Yemen, mji mwema. Basi Mwenyezi Mungu alimfunulia ndege Hudhud, waziri wa Suleiman, juu ya ndege kufanya safari ya uchunguzi katika mji mzuri, ufalme wa Yemen, kwa Saba Sheba. Na kwa vile amri inatoka kwa Mwenyezi Mungu moja kwa moja kwenda kwa ndege Hudhud, haijuzu kwa ndege Hudhud kuomba ruhusa kwa mtume Mwenyezi Mungu Suleiman aende katika msafara yake ya ufumbuzi. Katika msafara yake ya ufumbuzi, hilo ndilo lilomkasirisha nabii wa Mwenyezi Mungu Suleiman, kwa sababu alikuwa hayupo bila ya kuchukua ruhusa katika msafara wake wa uchunguzi. Kwa vile ndege Hudhud ameamrishwa kutoka kwa Mola wake mlezi, vipi aombe ruhusa kutoka kwa nabii wa Mwenyezi Mungu Suleiman, rehma na amani ziwe juu yake? Lakini nabii wa Mwenyezi Mungu hajui mwanzoni kwamba ndege Hudhud alipokea amri kutoka kwa Mola, kwa Mungu moja kwa moja, na kwa vile Hudhud ameamrishwa na Mola wake mlezi ili kumfundisha Suleiman yale ambayo nabii wa Mwenyezi Mungu Suleiman wala baba yake Daud hawakuweza kuyafahamu juu ya ufalme mkubwa wa Saba ambao ni Sheba. Akasema Allah Ta'ala: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين.
فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. صدق الله العظيم. Sura An-Naml. Kwa hiyo tunachunguza kwa undani kwamba hata kama Mungu atamweka khalifa katika ardhi, basi kila khilafa ina daraja tofauti. Basi ilipita zama za khalifa wa Mwenyezi Mungu Daud, swala na salam zimshukie, mpaka akakutana na Mola wake mlezi. Na Mwenyezi Mungu hakumjumisha katika ufalme wa Yemen wa Saba Sheba, ingawa uko karibu naye katika bara Arabu. Na hali kadhalika mrithi baada yake nabii wa Mwenyezi Mungu Suleiman, swala na salam zimshukie, mpaka nabii wa Mwenyezi Mungu Suleiman alipomjulisha Suleimani ni ndege Hudhud, akasema ahattu bima lam tuhit bih wajituka min saba'in binaba'in yaqin. Sadaqallahu al-azim. Sura An-Naml. Na Mungu anapochagua khalifa duniani, basi khilafa ni degree mbali katika ufalme. Lakini Mungu alinifanya khalifa juu ya ulimwengu wote, ardhi na bahari. Swali linalojitokeza, je, Nasr Muhammad al-Yamani ni mwendazimu kiasi cha kutamani kufanikiwa katika ufalme wa kimataifa, bali ambaye Mungu atafanya juu ya ufalme wa dunia nzima uonekane kama rehma kwa walimwengu? Na wale wasiojua bayana za Imam Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani kwa Qur'an al-Azim wanadhani kuwa Nasr Muhammad al-Yamani si chochote ila ni kujitafutia riziki kutokana na madai yake kuwa yeye ni Imam Mahdi, khalifa wa Mwenyezi Mungu juu ya dunia nzima, na najikinga kwa Mwenyezi Mungu ili niwe miongoni mwa wajinga. Basi ni nani anaidai kuwa Mwenyezi Mungu amemteua kuwa khalifa wake juu ya ufalme wa ulimwengu, na hali yeye ni miongoni mwa waongo? Laana ya Mungu, malaika na watu wote iko juu yake. Lakini balaa kubwa ni kwamba Nasr Muhammad al-Yamani ni miongoni mwa wakweli. Kwa hiyo hakika Mwenyezi Mungu bila shaka anatekeleza amri yake, na mliomo ndani ya vita vya Mwenyezi Mungu vya ulimwengu na vya corona, hakuna kurudi nyuma mpaka ije amri ya Mwenyezi Mungu kwa kumtii khalifa wake. Basi Mwenyezi Mungu anazitisha shingo za walimwengu kwa khalifa wa Mwenyezi Mungu, Mahdi, imam wa kimataifa wa kiulimwengu. Basi mnamuonaje Mola mlezi wa walimwengu ikiwa Nasr Muhammad al-Yamani ni miongoni mwa wasema ukweli na nyinyi mnajiepusha na khalifa wa Mwenyezi Mungu? Hivi Mungu si atalitimiza jambo lake? Basi mnadhani Mwenyezi Mungu atafanyia nini walimwengu, hasa wale wanaotakabari miongoni mwao? Lao wangemshukuru Mungu, viongozi wa walimwengu na Waarabu na wasiokuwa Arabu, Mungu asingewavua ufalme wao. Badala yake ataongeza heshima yao kwa utukufu wao na nguvu juu ya nguvu zao. Unaonaje nguvu za watu wa Irmadhat al-Imad wenye majumba marefu ambazo mfano wake haukuumbwa nchini, na hapakuwa na mwenye nguvu kuliko wao juu ya uso wa ardhi isipokuwa Mwenyezi Mungu? Kwa ajili ya hivyo amesema Allah Ta'ala, فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة
أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. صدق الله العظيم. Sura Fussilat. Na ijapokuwa adhabu katika kitabu ni kilio kimoja, basi wamelala, isipokuwa wamiliki wa Irmadhati al-Imad wenye manyumba marefu ambazo mfano wake haukuumbwa nchini. Kwa hiyo naona kwamba Mungu aliwaua vifo 1000 vya polepole kwa sababu ya baridi kali ya upepo mkali usiozulika. Aliwapelekea masiku 7 na siku 8 mfululizo bila ya kusita. Kwa hiyo walikufa katika nyumba zao za dhahabu za kimadini zinazonyonya sana baridi. Kwa hiyo aliwapelekea upepo usio na kizuizi. Utaona watu wamepinduka kama kwamba ni migogo ya mitende yaliyoanguka kwa sababu hawakumshukuru Mungu kwa kile kilichowezesha katika ufalme wao, katika ufalme wa nguvu zao. Hivyo walijidhulumu nafsi zao. Lakini ikiwa watamshukuru Mwenyezi Mungu na wakamtii mtume wa Mola wao mlezi, licha ya ukweli kwamba wao ndio wenye nguvu zaidi katika ulimwengu, kama wangemshukuru Mungu angewazidisha heshima na nguvu kwa nguvu zao, kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayruhu in antum illa muftarun ya qaumi la as'alukum alayhi ajran in ajri illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. صدق الله العظيم. سورة هود. ويا سبحان الله. utukufu ni wake ametakasika Mwenyezi Mungu. Basi wanataka nini baada ya ahadi hiyo hakwao kutoka kwa Mola wao mlezi ya kuwazidisha utukufu wao na nguvu juu ya nguvu yao? Basi wakamkataa muhitaji wa Mwenyezi Mungu na wakafuata amri ya kila jeuri mwenye inda miongoni mwa wazee wa watu wao, na wakamwambia mlinganiaji wa Mwenyezi Mungu mtume wake Hud, inna qulu la taraka ba'du alihatina bisu qala inni ushidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا كل أمر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاد كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. صدق الله العظيم. سورة هود. Basi ni kiasi gani nilionasihi Warabu hasa na wasiokuwa Warabu kwa ujumla, lakini nyinyi hamwapendi wanaotoa nasaha. Ewe Mola, hawatoridhika na uliomchagua kuwa khalifa wa Mwenyezi Mungu juu ya dunia nzima, basi utafanya nini? Mwenyezi Mungu, wamejitenga na ukumbusho wako na wakaamini mbinu yako, basi fungua baina yangu na waja wako wanaotakabari kwa uwezo wako na nguvu zako, waja wako wote wanaochukia radhi yako, kwamba unazunguka yaliyomo vifuani wa walimwengu, na uongoze yaliyoduni kuliko hayo kwa rehema yako, kwani wewe ni muweza wa kila kitu, Bwana bora na msaidizi bora. Na salam juu ya mitume, na alhamdulillah rabbil alamin. Khalifa wa Allah juu ya ulimwengu wote, al-Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani.